Anaitwa Lolilo Simba, mzizi wa Yiwe aka Lizo. Amekuja na kibwagizo chake kitwacho Je Nawe Mimi na Wewe. Ni bonge la bonge la kibwagizo kitwacho Mimi na Wewe, Me and You. Ni track mpya aliyoifanya na Mr. Blue aka Mr. Kabaisa from DSM Dar es Salaam. Na hiki kibwagizo baada ya siku chache tu kisha timiza views 33,000 katika chano yake ya Lolilo Simba. Na kuja na mtindo wa kinyamwezi. Vile mnajua kama sehemu ya kwanza nawaletea zile news. Post pale kwenye IG na maanisha Instagram, kuona Kiliku Akili akiwa na Bruce Melody from Rwanda. Hapo kila shabiki wa Bruce Melody na fans wa nani huyu Kiliku Akili akiwa anajiuliza maswali mengi, hiki kibwagizo kitatambulika kwa jina gani? Kibwagizo kitwacho Somebody. Na hundo ule mzee wa kukohoa aka Harmonize Konde Boy, anayemiliki label itwayo Konde Music Worldwide. Acha kwanza, kabla ya kupokea mgeni wangu, mgeni rasmi, ambapo kila mtu anajifikiria Pro, siku ya leo umetuletea msanii gani katika mjengo mkubwa wa Igozan TV, na ni msanii mdogo. Igozan TV sana, kingali mdogo sana lakini mwenye kipaji kikubwa. Na kabla kumpokea, ningeanza kwanza niongee kuhusu msanii mkubwa aitwaye Sat-B aka Saturamabafre aka Magonde. Hiki kibwagizo chake kiitwacho Imodokari, na ni kibwagizo ambacho kiliongelewa na watu wengi kusema Sat-B ameimba hiki kibwagizo kwa sababu hivi na hivi, kwa sababu Buja zile siku palikuwa hapa pamechimbika kinoma noma kinyama. Hizi siku punde tu anatarajia kuachia bonge la album ambayo itakuwa imejaa nyimbo nzuri ambapo mnajua kila mtu atapenda. Hakuna mtu Sat-B akipost tu kwamba hivi very soon atatoa na nili track yake, kila mtu anakuwa ameingojea kwa hamu. Na hivi soon nikwambie kwamba Sat-B katika page yake ya Instagram na maanisha IG ametangaza kuwa very soon atatoa bonge la album yenye nyimbo ambazo siwezi nikataja katika Igozan TV, lazima iwe surprise. Kitu ambacho mimi mnanipendea ni kwamba Pro hachagi vile vipaji ambavyo ni vipaji ambavyo kesho yake vitazama tunda mazuri sana. Ziwa kupita pale na pale kuchangua vitu ambavyo vinakuwa vimesumbua watu. Ndo mimi Pro waga sichelewe, najifikia kwenye mjengo mkubwa na kuletea zile habari kem. Na hivi baada siku chache tu ndio nikaona mtoto mdogo sana mwenye kipaji kikubwa. Anaitwa King Sley from Gitega Capital Port, ambaye ni msanii siku ya leo nimeamua kabisa nimuite katika mjengo mkubwa wa Igozan TV. Nishasema msanii ambaye hajui Kiswahili atanisamehe sana, kwa sababu hiki kipindi changu nataka kipindi international. Nani msanii mwenye hajui lugha ya Kiswahili? Track inaitwa Kubadida. Kubadida. Yo, maninga King Sley, imetengenezwa na Really Chris the Beat Machine from GTG. Kabla ya kumpokea mgeni wangu rasmi aitwaye King Sley, hebu kwanza tu enjoy kwanza kidogo na hiki kibwagizo chake kitwacho Kubadida. Ameshajifikia ndani ya mjengo mkubwa wa Igozan TV, anaitwa King Sley. Who is Queen Sley bro? Yeah, nimemwacha nyumbani. Yeah. Man, sauti yako natamani kukupenda. Uko na sauti nzuri bro. Thanks sana mzee wa kazi. Namshukuru Mungu. Kwa nini ukaamua kujiita King Sley? King Sley ni jina nililoitwa na wajama zangu. Sio mimi mwenyewe nimejiita hilo jina. Marafiki zangu, ndugu zangu ndo waliniita King Sley. Uliposikia kwamba mimi Pro nimekutafuta ujifikie ndani ya mjengo mkubwa wa Igozan TV, ulijisikiaje kwanza? Bro, nimefurahi sana. Yiwe ni mtu mkubwa sana.
mimi mwenyewe mtu mdogo nikaona anatafutwa na mtu mkubwa. Na ni kitu cha samani sana. Kuba Dida ukasema kwamba ndani ya mjengo wa Igozeni TV nitupie sweta nzuri sana na nili inaitwaje? Kapishondo nini? Ni kapisho mpira tu. Tunasema tu mpira wa baridi basi tu. Unakumetosha. Inatosha. Na uliposikia kwamba kipindi changu ni kipindi cha Kiswahili, haukusikia kama hivi ni program nini ananiita kwenye kipindi cha Kiswahili? Sibora tutumie lugha ya Kirundi. Wapi, unajua sisi ni watoto wa Uswazi. Tulikulia hapa Uswazi. Japokuwa na wetu wengi wanasema Gitega ni Kirundi tu, ila sisi ni watoto hapa Uswazi, tulikulia Uswazi. Unakutana Kiswahili tunajitahidi. Sio kivile, ila tunajitahidi. Na kuwa napokea wasanii wangu kwa kuingia kwenye freestyle. Weni lapa man, weni lapa boy. Ingia basi kama Kuba Dida nini kama ulivyofanya vile. Niingie na Kuba Dida au na ingine. Unanitukana nini? Ongea sio kutukana, na kuuliza hivi, niingie na verse ya Kuba Dida au niingie na unarudia kunitukana sasa. Wapi mzee? Ingia hivyo bro. Kutana na rapper mkali Gitega. Kali Gitega, marapa dogo bado na watega. Bado na watega, mistari mengi bado na wapiga. Bado na wapiga, mizuka mengi na tawakimbiza. Tawakimbiza, stand up everybody say. Skiza hapa Mr. King Sley, swag rap like 6'9", na kula pose kama Lil Pop, na wacheka sana kama Wiz Khalifa. Mini namba mbaya like 26, kwa vinavyo chana kwa nitabato na nani bro? Mutabato na nani? Ni ushamkosa kubato naye hapa Gitega amna vrema. Hakuna mwenye naweza nikabato naye. Mimi nilivyoingia kwenye channel ya YouTube, nyimbo yako ikajitupia, sijaitafuta, lakini sambona nyimbo inanishtua. Kuona title tu nikaona Kuba Dida, nikafikiria kwamba hii ni nyimbo ya msanii fulani wa Kibongo, lakini hivyoona nikaona kama vile Stula naijua kivile, na nilikuwa sijui kama wewe ni msanii, lakini nikaona kama una kipaji kikubwa. Ulianza kuimba mwaka gani bro? Mimi nilianza kuimba huyu mwaka ndio nimetoa track yangu ya kwanza. Yani nyimbo ya kwanza unaitwa na mtangazaji tena kwenye kipindi cha TV. Namshukuru Mungu bro. Ni majaliwa tu, unajua. Tunajitahidi tuone kama tunaweza tukafanya vizuri kama wao wengine. Tuone kama na sisi tutaweza kufika mbali kama wao. Kama wakina nani hao? Na wakubwa zetu tunawajua. Hao wakubwa zetu wenye unaona, na sisi tunatamani tuwe kama wao. Nakuwa nauliza swali langu kila msanii ambaye anakuwa nimejitia katika mjengo mkubwa wa Igozeni TV kwamba ni kitu gani kilichokusukuma mpaka ukaamua kabisa kufanya muziki? Asante sana kwa kuniuliza hilo swali. Muziki mimi niliupenda toka kitambo. Niliupenda toka kitambo, nasikiliza muziki ya wengine na furahi, na mimi mpaka nasema na mimi naweza nikatamani kuwa kama wao. Sasa nikajipima, nikasikia naweza kuwa kama wao, nikasema acha na mimi nipige basi nione kama vitu vyangu vitatoka kama vya kwao. Sasa naona na mimi naweza nikakuwa kama wao. Unapopita mtaani unasikia wanakuita King Sley, unajisikiaje hasa? Furaha, unajua hivi wananiita Mr. Kuba Dida. Nikipita nasikia Kuba Dida. Na King Sley niliitwa kabla sijakuwa msanii. Halafu kuna swala ambalo hujanijibu. Kwa nini wakaamua kuita King Sley? Sijaelewa vile yani. Unajua mimi majina yangu naitwa Ukieneza Breeze. Sasa zamani nilikuwa napenda kupigana sana, wakawa wananiita Sley. Sley ule mcheza karateka. Sasa nikaona jamaa wangu mmoja anaitwa Sube, ndio akawa nalikata sasa. Anaitwa Sley, Bruce Sley, akawa nakata. Akaniita Sley. Paka nikaingia muziki zamani kitambo hapo. Sasa wajamaa zangu wao ndio kaanza kuniita bro, wewe ni king vrema. Ndio maana na mimi nikafika na yaunganisha nikajita King Sley. Kama mtu ambaye hajasoma King Sley, unaweza ukamfafanulia King Sley inamaanisha kitu gani? Asante sana kwa kuniuliza hilo swali.
Sley mimi linamaanisha katika lugha yetu ya Kirundi, Kiswahili itanisumbua. Jaribu kwa Kirundi. Urusyo. Kisagio kile chenye wanasagisha. Unakiona? Ndo Sley kawaida. Sley iko tofauti kuandikwa. Unavyosema kwamba Sley ni kile kisagio, yani ile mashine ya kusaga ile ya zamani ama okay. Hii Sley yako inaandikwaje? L I S L E na Y katika lugha ya Kifaransa. Okay. Nilikuwa nafikiria kwamba ni ile S L A Y. No, sio hivyo sasa. Kwa hiyo wewe ni kisagio, yani ni kisagio kikubwa kushinda visagio vingine. Ndio maana naingiaga, kuna vesi nilitunza hapo zamani, nilikuwa naingia nyitu mwami w'urusyo muri game genda basya kamerigado kuri the flow genda birukanza hip hop no mudemu ndamukunda akankunda nkamuyica shaka cyose nawe akanyohera ndumuraperi w'amaswagata gara kandi adahara no muri game jewe ndamara ane King Sley baby. Yeah. Kumbe ni King Sley kweli. Sasa King Sley aka Mr. Kubadida. Nataka kujua kuhusu, yani ulijifikiriaje kabisa ukaamua kwamba nyimbo yako uitwe Kubadida? Kubadida, hii ngoma nilienda kuitoa some program. Niliingia on the studio bila mpango, nikakutana na producer na manager wa hiyo studio. Jiko ni studio mpya. Naitwa Mannequin. Sasa hiyo studio ilikuwa ndo bado kingali inafunguliwa. Sasa vile tunajipima tunapima vyuma nini, producer kapiga beat pale. Kupiga beat mimi nikashusha na verse. Shusha verse hapo, chorus hatujafanya. Ile chorus niko nasikiliza beat pale. Nikamwambia hii acha nitie Kubadida. Niko na jicheki tu na nicheki Kubadida, nicheki. Na hapo inspiration katokea bro. Refrain kaipiga hivyo. We be like Kubadida. Hizi ngoma Kubadida. Sasa wasanii waga mnanishangaza. Yaani kila neno ambalo mnaliona kama linakuja kichwani, unasema kwamba kwanza acha niimbe hiki. Hivi unajua maana yake ya Kubadida? Kubadida lina maana gani? Kubadida maana yake ya Kubadida ni mfano wa kushangana kitu kizuri. Kubadida unaona isimu gisi nzuri. Kubadida una imaki gisi ni kali. Amshindwagi nyewe wasanii. Unaweza kusema kwamba ndio vile yala tizama mtu. Hajawahi kutizama kitu afu unasema Kubadida. Kitu kizuri unakisifia tu na unajisema tu Kubadida. Kile kitu ni kikali kweli. Na mimi ngoma nilita Kubadida jini niona ni kali kivyangu lakini. Unasema kwamba studio ilikuwa mpya, kwa hiyo kuingia kwako kama vile mko mna test vyuma, ukawa unachana mistari ukasema ingiza vocal hapa. Na nataka kujua ni nyimbo gani ambayo kabisa ulikuwa ushapangilia kwamba itakuwa nyimbo yako ya kwanza kutoa ndani ya studio? Bro kweli nilikuwa sijapanga. Nisikudanganyi, mimi muziki nilikuwa tunaushabikia, nilikuwa sijauingia ila zamani kitambo nilikuwa na kundi yangu inaitwa Gangster Team. Nilikuwa na brother yangu tulikuwa tunaimba naye. Ya hivyo vile ya kuimba tunajifurahisha tu. Nilikuwa sijaingia katika muziki. Mimi sasa nilikuwa sijapanga muziki wangu wa kwanza rasmi. Nilikuwa sijapanga vrema. Sema tu na mimi nilifikiaga ghafla hivyo nikapiga. Sema hivi unapanga sasa project. Tuseme kwamba usingekuwa msanii, kitu gani kingine ambacho ungefanya? Igishegu TV.